Kilimo cha umwagiliaji ni nguzo muhimu katika kuongeza uzalishaji wa kilimo, kupata mavuno ya uhakika na kukuza uchumi wa wananchi. Badala ya kutegemea mvua zisizo na utabiri, umwagiliaji unamwezesha mkulima kulima mara nyingi kwa mwaka, kuongeza kipato na kulima kwa tija. Katika mikoa ya Lindi na Mtwara, wakulima wengi hulima mara moja tu kwa mwaka kwa kutegemea mvua. Hii imekuwa changamoto kubwa kwa uzalishaji na kipato cha kaya. Lakini sasa Tanzania inaandika sura mpya, sura ya kilimo cha umwagiliaji, sura ya tija, uhakika wa chakula na mapinduzi ya kiuchumi kupitia uwezo wa maji. Mkoa wa Lindi una hekta 1049 zinazofaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, lakini hadi hivi sasa ni hekta 5000 tu zinazomwagiliwa. Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inatekeleza miradi 8 ya kimkakati inayogharimu jumla ya shilingi bilioni 108. Miradi hii ikikamilika itaongeza eneo linalomwagiliwa kutoka hekta 5000 hadi hekta 20000, hatua kubwa katika safari ya kilimo cha uhakika. Leo tunaanza safari katika wilaya ya Ruangwa kwenye skimu ya umwagiliaji Nanganga hapa mkoani Lindi. Mradi wa Nanganga unabadilisha maisha. Kwa mara ya kwanza, wakulima hawatalazimika kusubiri mvua ili kulima. Mpunga, mahindi, mboga, mazao ambayo zamani yalitegemea bahati ya mvua, sasa yatalimwa kwa msimu zaidi ya mmoja. Katika macho ya wakulima wa Nangaka kuna ndoto mpya, ndoto ya mavuno ya kutosha, na kadiri miundombinu ya umwagiliaji inavyoendelea kujengwa, ndivyo shauku inavyozidi kuongezeka. Mhandisi wa umwagiliaji wa mkoa wa Lindi anatueleza kwa kina kuhusu skimu ya Nanganga. Watu wa Lindi una miradi 8 ya umwagiliaji, ambapo 4 ni ya ujenzi, 2 ya upembuzi yakinifu na 1 ni mradi wa visima. Miradi hii yote 8 na thamani ya jumla thamani ya bilioni 108 kwa mkoa wetu wa Lindi. Mkoa wetu wa Lindi una eneo lenye kuwa hekta 1049 ambao unafaa kwa ajili ya kilimo. Lakini mpaka sasa eneo linalomwagiliwa hekta 5000 tu. Kukamilika kwa miradi hii 8 ambayo nimeelezea kutaongeza eneo kwa hekta 15. Kwa jumla eneo ambalo tutakuwa tunamwagiliwa kwa mkoa wetu wa Lindi hekta 20. Mradi wetu huu wa Nanganga ambao mkandarasi anaendelea na ujenzi utanufaisha wananchi wapatao 3000 ambao wapo kwenye vijiji 9 zilizopo halmashauri ya wilaya ya Ruangwa na wilaya ya Masasi. Mradi huu unahudumia halmashauri. Chanzo cha maji cha mto huu ni mto Rukuledi. Mazao yatakayolimwa ni mpunga, mboga na mahindi. Kwa kuwa mkoa huu mazao yanayolimwa sana ni korosho na minazi, kwa hiyo kuwekeza mradi huu kwa mazao haya niliyoeleza, kwa maana ya mpunga, mahindi na mboga utaongeza tija katika uzalishaji na hivyo kupunguza umaskini wa wananchi wa mkoa wa Lindi. Mradi huu utagharimu bilioni 25 na kazi zitakazofanyika ni ujenzi wa bwawa ambao utakuwa na ujazo wa lita bilioni 6, ujenzi wa ofisi, ujenzi wa mifereji, ujenzi wa barabara kwa ajili ya kuingia na kutoka mashambani, pamoja na viumbo kwa maana makaravati na madaraja huko mashambani. Kwa upande wa wananchi, matumaini haya si takwimu, ni maisha, ni mlo wa familia, ni ada ya mtoto, ni heshima ya mkulima. Hebu tuwasikie wakulima wa Nanganga, walengwa wa kwanza wa mapinduzi haya. Mimi ni mkulima wa muda mrefu wa mpunga, lakini kabla hujafika mradi huu, yani ilikuwa mpunga hatupati kwa uhakika, na mpaka watu tuliyasamea yale mashamba tukayaacha. Lakini ilivyoanza mradi ule wa Banio, kidogo tuliona huu mpango utatuendeleza sisi wakulima. Cha kwanza nashukuru Rais Samia na uongozi wake kwa kutuwezesha sisi kutuletea mradi huu. Kwa kweli, kwa hali iliyokuwepo mpaka sasa hivi, tunaamini sisi tutatoka kwenye umaskini, tutafikia kwenye utajiri, na vizazi vijazo vyote vitakuwa na manufaa kwa mradi huu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa viongozi na juhudi ya serikali kwamba huu mradi tunaamini. Sasa hivi mimi mzee, sasa hivi na miaka 73 umri wangu, lakini naamini kwamba watoto wajukuu watafaidika kwa mradi huu. Tutapata mpunga wa kutosha wa chakula na biashara.
na mazao mengine ya mahindi, bustani ya vitunguu tutakuwa tunalima muda wote, na vijana wetu watakuwa wanaendelea kunufaika. Na mimi hapa kwa sasa hivi nao eneo langu kidogo, naamini kwamba eneo hilo hapo watoto wangu watanufaika, na mimi mwenyewe kwa umri huu niliokuwa nao itanisaidia sana kwa kufikia mpaka maisha Mungu ataponichukua. Mpunga kwa kweli haukuwekewa sana maanani kama ni zao la biashara. Kilikuwa kinalimwa kwa ajili tu ya chakula. Kutokana na upatikanaji wake, mavuno yalikuwa hafifu. Mpaka ilifikia hatua wazee wakawa wanasusa mashamba ya bonde. Wakawa wanaenda kulima milimani, huko wanalima ufuta, mahindi, kwa sababu ya kuona kwamba mashamba ya bonde yanachelewesha afu mapato yake. Baada kuzoea kufuatana na wazee wangu, na mimi nikaingia kwenye kumba huo wa kulima, lakini si vile inavyotegemewa kwamba nitalima nipate chakula kwa ajili ya biashara au kufanya hivi. Ni kwa ajili ya chakula tu, yani kama nyongeza kwa upande wa chakula. Kweli tunashukuru serikali yetu kwa kutuletea mradi mkubwa kama. Ni matumaini yetu, kwa sababu haiwezekani serikali ikatupa hela chungu mzima ikaacha kufanya kuitumia sisi wananchi. Kwa hilo tunasema asante. Ingawaje bado mradi hatujaanza kuutumia, ila matokeo tunaanza kuona kwamba tuko mbioni, hatuko mbali, tutaamka, tutatoka tulikotoka. Kwa sababu tutakapolima kitaalamu, najua mpunga tutakuwa tunapata mwingi, tutakuwa tunasimesha watoto, hata kibiashara tutakuwa masoko tunapata kirahisi, kwamba watu watakuwa wanakuja huku kuja kufuata mazao ya sisi, tutakuwa tumebadilika ya aina, tutatoka kule tulikotoka kwa tumepanda kimaisha. Tunalima mpunga wa kusuasua, tunalima kifupi tu, kiangazi tumeshindwa kulima kwa maana maji. Ila tunapopata huu mradi naamini tutafaidika sana, kwa sababu kilimo cha mpunga cha kiangazi tutalima mahindi, mboga za aina yote, ambao hapo naamini tutafaidika kiasi kikubwa sana. Nashukuru wa Tume ya Umwagiliaji kwa kutuletea huu mradi. Bila shaka umesikia matumaini ya wakulima kuhusu mradi wa Nanganga. Lakini je, kwa namna gani mradi huo utaubadilisha mkoa wa Lindi kwa ujumla? Katibu Tawala Msaidizi Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu Nathalis Linus Linuma anatueleza namna walivyopokea miradi hiyo. Shukuru sana serikali kwa kuletea miradi hii. Mkoa wa Lindi ni mkoa ambao unaendelea kuchipukia na kukua, na inategemea sana kilimo. Tunacho kilimo cha korosho pamoja na ufuta, lakini bado tuna fursa ya kulima mazao kama mpunga, hata mahindi na mboga pia. Miradi hii itaenda kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba sasa upatikanaji hata wa vitu vidogo kama mboga, matunda na hata huo mpunga kwa kiasi kikubwa zaidi. Kwa sababu kwa sasa tunategemea zaidi kuagiza kutoka nje kwa kiasi kikubwa, ingawa pia tunazalisha kwa kiasi kidogo. Lakini miradi hii ikikamilika, basi itakuwa kusaidia katika kuboresha maisha ya wananchi wa nchi. Rai yetu sisi kama mkoa na kwetu kwa serikali, tutahakikisha miradi hii kwanza tunaisimamia, inajengwa vizuri na inafikia malengo yaliyokusudiwa na serikali. Lakini pia Mungu akijalia itakapokamilika, basi tutahakikisha kwamba tunaitunza ili kuleta manufaa yetu na kuhakikisha kwamba wananchi wote wanakaa katika maisha yao. Kutoka Lindi, safari inaendelea kusini mkoani Mtwara. Hapa ndipo ilipo skimu ya umwagiliaji Ndanda, wilaya ya Masasi. Mradi unaohudumia wakulima kutoka vijiji vya Mpowora, Njenga, Mwena na Mwena A. Skimu ya Ndanda ina wakulima 400 walioungana kupitia umoja wao wa umwagiliaji na kusajiliwa rasmi na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Miaka ya nyuma skimu hii ilijengwa kwa mfumo wa banio, mifereji mikuu na mifereji ya upili. Chanzo chake kikuu cha maji ni mto Ndanda unaoungana na mto Lukuledi, lakini mabadiliko ya tabia nchi na uchakavu wa miundombinu vimesababisha changamoto, kiasi cha maji kikapungua, eneo linalomwagiliwa likashuka hadi hekta 60. Sasa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inafanya ukarabati mkubwa wa skimu hii na pengine ni kuijenga upya kabisa. Ikikamilika, wananchi watakaonufaika wataongezeka kutoka 120 hadi 700.
vijiji vinavyofikiwa vitaongezeka kutoka 4 hadi 7. Mavuno nayo yataongezeka kutoka gunia 13 hadi 15 kwa ekari hadi gunia 30. Hayo sio tu mafanikio ya miundombinu, hayo ni mafanikio ya uthubutu. Kuongezeka kwa mavuno kutoka gunia 13 hadi gunia 30 si bahati, ni matokeo ya mipango na usimamizi makini. Mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Mtwara anatupitisha kuhusu ujenzi wa mradi huu. Mradi huu wa Ndanda una thamani ya shilingi bilioni 23.7. Kazi kubwa zinazofanyika katika mradi huu ni ujenzi wa bwawa ambao utakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita kubiki mita milioni 3.6 utakapokamilika. Kazi nyingine ni ujenzi wa mifereji mikuu miwili ambayo ina jumla ya kilomita 9.6 na mifereji ya sekondari ambayo ina jumla kilomita 13, pamoja na kujenga nyumba ya meneja mradi na ofisi ya umwagiliaji ya wilaya. Kwa sasa kazi ambazo zimeshafanyika ni kama tunavyoona, tumeshajenga tuta la bwawa kwa 22% sasa imeshafikia, na tumeshajenga nyumba meneja mradi kwa 100%. Kazi inayofanyika katika nyumba meneja mradi ni ujenzi wa uzio ambao nao umefikia 70% kwa sasa. Mradi huu umeanza mwezi wa 6 mwaka 2024 na utakuwa ni wa muda wa siku 720 mpaka mwezi wa 6 mwaka 2026. Mradi utakapokamilika utaweza kuhudumia jumla ya vijiji 7. Kabla ya mradi huu tulikuwa tunaweza kuhudumia vijiji 3, lakini utakapokamilika utaweza kuhudumia jumla ya vijiji 7. Na katika wanufaika watakuwa ni wakulima, si chini ya wakulima 700 ambao watanufaika na mradi huu. Kabla ya hapo tulikuwa tuna uwezo wa mradi ulikuwa na uwezo wa kuhudumia wakulima 105 pekee. Na sasa hivi utakapokamilika mradi tutakuwa na hekta 650 ambazo zitaweza kuhudumiwa na mradi huu. Thamani ya mafanikio ya mradi huu, pamoja na mafanikio makubwa ambayo tunategemea, ni wakulima kuongeza uzalishaji kwa ekari. Lakini hadithi ya Ndanda haimaliziki kwenye usanifu na ujenzi. Hadithi ya kweli iko kwa wananchi. Kwao skimu hii si mradi, ni ahadi ya maisha bora. Tuwaache wenye shamba watuambie. Cha kwanza nitoe shukrani kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea huu mradi wa kilimo endelevu. Kwa kweli tunashukuru sana. Hapo zamani nyuma kilimo chetu kilikuwa duni sana, kwa sababu kwa kutegemea mvua za kushuka. Kilimo chetu kipato kilikuwa kidogo sana. Lakini kwa sasa hivi kwa mradi huu ulipofika, tumeupokea vizuri kwa ubora zaidi, maana yake tutalima kwa tija. Kutoka pale tulipokawa tunakwenda mbele zaidi kwamba kwa kipato kizuri. Kwa hilo tunashukuru. Tunamhakikishia Dr. Samia kwa nguvu alizozitumia kwa kutuletea hizi pesa nyingi kwa mradi wa maji Ndanda kwa kilimo endelevu. Tunaomba Mwenyezi Mungu ambariki. Tumelima kwa muda wa miaka 3, lakini baada ya hapo changamoto ikaanza ya maji, tukawa tunakosa maji msimu wa kiangazi. Tukalia sana kuomba ujenzi wa bwawa. Serikali ikawa imetusikia. Kwa sasa hivi tunaishukuru serikali kwa sababu imeshatuletea mradi wa bwawa. Na tumeweza kunufaika kwa sababu tumeweza kulima kwa kipindi hicho cha mwanzo tulivyoanza. Tumelima misimu yote miwili, kifuku na kiangazi, lakini sasa hivi ndio kuna changamoto ya baadhi ya maeneo ambayo sasa hivi hatuwezi kulima kwa kiangazi kwa sababu changamoto ya maji. Baada ya kuanzisha huu mradi tumeweza kulima. Kwa kweli nimeweza kusomesha. Nimesomesha watoto wangu 2, mtoto wangu wa pili sasa hivi yupo kazini, ana ajira kupitia hiki kilimo. Kwa kweli nimenufaika nacho. Na sasa hivi naweza kusema nina kibanda nimejenga, lakini bado natarajia kujenga kupitia hiki kilimo. Na tunashukuru sana awamu ya 6. Mama tunamshukuru, tulikuwa na shida ya bwawa, tunamshukuru sana. Kwa hiyo tumeshalipata bwawa huko Likwachu, tunashukuru sana, na ikiendelea hivyo tunashukuru sana.
Kwa kweli tuna mafanikio makubwa. Tutaweza kulima awamu 2, yani kila tunapotoa mpunga au awamu 3 tukishaisha hilo bwawa, tunategemea matarajio makubwa sana. Na hivi mwaka kesho ikitarajia naweza nikajenga nyumba kutokana na mradi huu. Nimeshaanza material ya kununua kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Tulipoanzia huu mradi tulikuwa na changamoto sana kwa ajili ya maji. Baadaye tukawa tumeomba masuala ya maji, tuombe jamani mtujengee hata bwawa. Kweli kwa sikivu kwa awamu ya 6, ilipofika awamu ya 6 hii ya mama, kweli wakatuelewa. Tukapata kuomba huo mradi ukapatikana. Bwawa linajengwa huko Likwachu. Kwa miaka 2-3 ndio kabla ya bwawa tulikuwa na kibwawa chetu cha hapa hiki kilikuwa tunalima tu. Kwa hiyo mafanikio tunayapata vizuri tu, hayana wasiwasi yote. Kwa hiyo kwangu mimi nimepata mafanikio. Kwa sababu nimeanza kulima karibu sasa na miaka 5. Kulima mpunga, nalima mahindi, nalima nyanya kama hivi, nimepata mafanikio. Katika mafanikio yangu nimejenga nyumba na nimesomesha watoto na wengine bado wapo chuo. Kwa hiyo kwa awamu ya 6 inashukuru sana kwa mama jinsi alivyotupatia kule bwawa la kule Likwachu. Kutoka Lindi hadi Mtwara, hadithi ni moja. Ni hadithi ya kilimo cha umwagiliaji na hadithi ya tija. Hii ndiyo Tanzania tunayoijenga. Tanzania ya mavuno, Tanzania ya chakula cha kutosha. Kilimo ni biashara, umwagiliaji ni uhakika.